Aya, naam, Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa kipindi cha Mtita Vijana na Injili. Leo tupo katika kanisa la Mikwambe, tupo na watoto na hapa yupo rafiki yangu hapa mbele. Jina lako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Glory Geoffrey Njegero, natokea katika kanisa la Mikwambe. Kama ulivyosikia anatokea katika kanisa la Mikwambe. Je, ni kitu gani umekipenda katika kambi hili? Nimependa mambo mengi sana, ikiwepo michezo na vitu vingine mbalimbali. Sasa nimefurahia walimu na wazazi ambao walikuwa kanisani kutusapoti. Sasa watazamaji wanatamani kujua katika kambi hili la watoto kuna walimu gani ambao wanawafundisha na ni mwalimu yupi unampenda zaidi katika mafundisho yake? Tuna walimu wawili. Wa kwanza anaitwa Madevu. Madevu ni mwalimu mzuri. Mwingine ni pastor anaitwa Pastor Lugoe. Nilimfurahia sana ni Pastor Lugoe ambaye anafundisha vizuri na anatueleza vizuri jinsi tunavyoelekea kwenye maisha hata ya binadamu na pia mbinguni. Je, katika kambi hili ni somo gani ambao umelipenda zaidi ambao limekufanya ubadilishe vitu vyako katika maisha yako? Nimelipenda sana somo la afya. Kwenye somo la afya tulijifunza vitu mbalimbali, ikiwemo kutumia vitu ambavyo vinaweza kuharibu macho yetu, pia kutumia sukari nyingi ambazo zinaweza kusababisha madhara katika miili yetu. Je, katika somo la afya unawashauri sana watazamaji wa kipindi cha Mtita Vijana na Injili, unawashauri ni kitu gani ambao wanatakiwa wa improve ili waweze kuishi maisha ya amani na kuepusha magonjwa mabaya? Na washauri wasitumie sukari wala wasitumie bidhaa yote ambayo inatoka viwandani ili waweze kuishi maisha marefu na afya zao zizidi kuwa njema. Sawa. Katika kambi hili nimesikia kwamba kuna kipindi cha uwakili. Je, kipindi hicho cha uwakili ni nani anayefundisha na ni nini ambacho umekipenda ndani katika kipindi hicho? Anayefundisha kipindi cha uwakili ni Anko Madevu. Kwenye hii kipindi cha uwakili tulijifunza sasa kujali miili yetu. Kwenye kujali miili yetu tunazingatia pia na vyakula ambavyo tunavitumia. Kwa mfano, Mungu alikataza kula vitu najisi. Nguruwe, hataki kula nguruwe ili afya zetu zizidi kuwa njema. Je, watazamaji wanaweza wakatamani kujua ni karama gani ambayo Mungu amekupatia ambayo inatangaza Injili katika watu ambao wapo ndani ya kanisa na nje ya kanisa? Mungu amenipatia karama ya kuimba. Watazamaji wanatamani kusikia hata kidogo ukiwaimbia ili waweze kujua karama yako ilivyokuwa ni nzuri. Mitazamo iko mingi na hailingani, kila mmoja yuko sawa jinsi yaonavyo. Mungu ndiye karuhusu ili tuelewe, haipaswi kugombana, tuelewe shane tuna hakuna sababu ya kuwa hasi. Muombe Mwokozi atakusaidia kuelewa kuwa tofautiana, kuwa na mtazamo chanya tu, elewa tu. Amina. Haya, ninawatakia kipindi kizuri watazamaji wa Mtita Vijana na Injili. Tunawatakia siku nzuri na msikose kufuatilia katika vipindi vyetu vya Mtita Vijana na Injili. Bye.